Nilifika siku hiyo kwenye soko lile la Kariakoo. Sasa inabidi nikakaa pale. Nikaona biashara zinaendelea hadi asubuhi, watu wanapo kwenye biashara zao. Na siku hiyo nikabidi nikapitia usingizi. Kupitia usingizi panakucha, kwa sababu mimi sijui mazingira mjini na uchovu, kupe kuna wizi. Yaani hata kiasi cha hela nilichobakia nacho watu wakaja wakanichania nguo wakaniibia. Ikafika asubuhi sina hata hela, nguo nimechaniwa. Sina, yani sielewi niende wapi. Sasa kajuza mimi nitaanzia wapi, sina hata hela kula. Hapa nguo zenyewe washachana. Yaani ilikuwaje sijui kwa nini nilishindwa kushtuka hadi nafanya vitu sijui. Sasa nikaa naelezea watu, bwana nimefanywa hiki na hiki. Watu ndo mjini, wewe mgeni? Ndo mjini. Sasa inabidi nikawa nahangaika kwanza jinsi ya kula, nitafanyaje nile, afu niende na mambo mengine kwa sababu ni mgeni kwenye mji. Nikawa nakutana na watu. Sasa wakati huo nilikuwa naomba msaada. Utakuta mtu anaweza akakwambia ana nia kusaidia, ila kumbe sio kukusaidia kwa nia nzuri. Yaani anataka kusaidia na mimi niko na umri mdogo na tabia za Dar es Salaam nadhani sijui watu kama anazielewa. Kwa mtu utakuta nitakusaidia ila anataka kusaidia akusaidia, afu kuna mambo mengine. Kaona sasa hapa huu ni ujinga. Ngoja mimi hapa japo una njaa sasa nianze kutafuta kanisani ndo kutakuwa na msaada. Maana hapa sielewi nilale wapi nile wapi. Nilifikia nikaenda kwenye baadhi ya makanisa, kaona siku ninapoenda hapa tumefunga, hamna tena kwa siku ya leo huduma zaidi. Utakuta ndo baadhi ya watu. Mwingine anaweza akakwambia una shida gani, ukamwelezea shida akakwambia bwana hapa sio sehemu ya msaada, ni kanisani hapo. Bwana hapa sio sehemu ya msaada, wewe katafute mazingira mengine. Basi ilifikia siku hiyo ngasema hapa sina jinsi, nitalala tu na njaa. Nikatafuta simu kibarazani usiku walipoingia, nikajilaza kwenye kibaraza ambapo washafunga biashara, nikalala. Ila katika kulala nikaona mbona kuna watoto wengine wanalalala, ngoja na mimi nijichanganye katika mazingira yale. Basi nilikuwa wakilala asubuhi ile pakikucha mimi nipo na mambo yangu, sielewi wanaenda wapi, maana sikutaka kujihusisha zaidi na wao. Maana mimi nilikuwa nimeenda kwa mpango wangu. Nilifanikiwa siku moja kufika fellowship moja hivi, ilikuwa ipo Ubungo. Nilipoomba msaada, kuna mama akasema mimi nitakusaidia, utaenda kwangu. Kweli tukatoka hapo, kwanza nikaenda kwake. Kufika pale kwake ilikuwaje? Basi atatupitisha zaidi, lakini kama ambavyo nimekwambia hiki ni kipindi cha ushuhuda, na ushuhuda lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba watu wanasaidika, lakini watu wanamfahamu Kristo, lakini watu wanaweza kunufaika kutokana na jinsi ambavyo pengine wewe ambao uliyenacho unaweza kumgusa mkono kwa yule ambaye pengine unaona kabisa na yeye ana ndoto za kuweza kufikia kama ambavyo wewe ulipofikia hapo, lakini kuna mwingine hawezi kwa sababu ana wa kumshika mkono. Kwa hiyo inawezekana wewe ufanye kitu.